Najua wasichana wengi leo hii tunatamani kuwa wasichana wa kukumbukwa. Tunatamani kuwa mabinti wa kukumbukwa. Kwamba hata katika kesho na kesho kutwa tukawa tumezeeka, basi ubinti wetu au ujana wetu uwe mfano wa kuigwa kwa watu wengine ambao wako nyuma yetu. Tunatamani sana hicho kitu. Lakini wengi tunafikiri solution ya jambo hilo ni kuwa maarufu. Na ndio maana watu wanatafuta umaarufu kwa hali na mali, lakini sio tu hivyo. Watu wanatafuta kujulikana bila hata sababu za msingi. Simaanishi kwenye social media. Mimi social media sina. Na maisha tu hata mtaani kwetu. Kuna watu tu ambaye mtaani kwetu kila mtu anamjua. Yaani sio kwamba anamjua kwa mazuri, sio kwamba pia anamjua kwa mabaya. Anamjua bila sababu tu za kumjua. Sasa kitu kama hicho hakitakiwi kuwepo, kwa sababu tumekuja duniani kutimiza makusudi ambayo Mungu ametuwekea. Je, ni vitu gani ambavyo vitakusaidia sasa kuwa binti wa kukumbukwa? Kuwa binti ambaye unakumbuka mbele za Mungu na umeacha alama mbele za Mungu, lakini na pia mbele za wanadamu. Kwa sababu Biblia inasema ndivyo utakavyopata kibali mbele za watu na mbele za Mungu. Nasema kwamba ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za watu na mbele za Mungu. Kusoma kwenye Mithali sura ya 3 mstari wa 4. Kwa hiyo kumbe kukumbukwa sio tu kwamba ni mbele za Mungu, hata mbele za wanadamu utakumbukwa. Kwa sababu ukishakuwa na kibali, tayari wewe umeshakuwa ni mtu wa kukumbukwa. Tayari wewe umeshakuwa ni mtu ambaye umetengeneza kitu kwenye maisha haya ambacho Mungu anaweza kasimama kama kujivunia. Leo tutamtumia msichana ambaye anaitwa Tabitha, mwanamama au mwanadada anaitwa Tabitha. By the way, anaitwa Tabitha. Yes, lakini sio mimi, ni Tabitha wa kwenye Biblia. Tunasoma kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 36. Biblia inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani. Kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu 2 kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Unaona? Huyu alikuwa ni Tabitha ambaye alikuwa ni fundi cherehani, unaelewa? Ni mtu ambaye alikuwa anashona nguo. Alipokuwa amefariki, yani the moment ambao amefariki, Tabitha tayari alikuwa ni mtu wa kukumbukwa. Yani Tabitha tayari ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kabisa hana mtu wa kumreplace. Yani sio kwamba hamna wakina Tabitha wengine, lakini tabia yake ilikuwa ni ya tofauti. Na sio kwamba kulikuwa hakuna watu wengine ambao walikuwa wanatenda mema, walikuwa, lakini tabia ya Tabitha ilikuwa ni ya tofauti kabisa, ambayo ilifanya Tabitha awe mtu wa kukumbukwa. Kwa nahisi kuna mtu ambaye leo hii unatamani kuacha alama mbele za Mungu na mbele za watu, kwa sababu ile anasema ndivyo utakavyopata kibali. Kwa kibali ukikipata, ina maana kwamba unaacha alama ndani ya moyo ya watu. Je, ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvifahamu sasa kama unataka kuacha alama mbele za watu na mbele za Mungu? Kitu cha kwanza, unatakiwa uishi wewe kama wewe. Si unanielewa? Ninaelewa tuna watu wengi wa kujifunza kutoka kwao, lakini kitakacho kufanya wewe kuwa mtu wa kukumbukwa ni ukiamua kuishi wewe kama wewe. Unaitwa Ailini, unaitwa Tabitha, ishi wewe kama wewe. Kwa nini nasema hivi? Ili uliishi lile kusudi ambalo Mungu amekuleta wewe ufanye duniani. Sio kwamba mafundi cherehani wengine hawakuwepo kipindi cha Tabitha, walikuwepo wengi tu sana, lakini Tabitha alionekana wa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu alikubali kuishi kama Tabitha, hakukubali kuishi kama wakina Tabitha wengine. Kwa hiyo kitu ambacho kitakufanya wewe upate kibali au uache alama tu mbele za Mungu na mbele za wanadamu ni kuishi wewe kama wewe. Utofauti wako ndio utakaofanya wewe uwe mtu wa kukumbukwa, uwe mtu ambaye unaacha alama moyoni mwako. Kama unajisikia kuwa mtoaji, usiangalie wengine wanafanyaje. Unajisikia kuhudumia jamii, usiangalie wengine wanafanyaje. Angalia, je, wewe kama wewe unapenda hicho kitu? Je, ni kitu ambacho kipo kwako? Usifanye eti kwa sababu wengine wanafanya. Kwa sababu ukiwa unafanya kama wengine wanafanya, utakuwa unatafuta kamera, unaenda unasaidia watu na wasnap, ukimaliza unazima kamera, basi ukipa hivyo. Lakini ukiwa ni mtu ambaye umeamua kuwa wewe kama wewe, ili uliishi lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako wewe, itakuwa ni rahisi kwako kuacha alama mbele za Mungu na mbele za watu. Hawa watu Tabitha hakuwaomba kwamba nikija kufa naomba mnifufue. Hakuwaomba.
au naomba mkaniombee kwa Petro aje hapa aniombee ili mimi nifufuke, hakusema. Lakini matendo aliyokuwa ameyafanya Tabitha yalifanya hawa watu wakawa wameguswa kwa namna ya tofauti. Kwa kama wewe ni binti ambaye unatamani kuwa binti wa kukumbukwa leo na kesho, hebu jitahidi kuishi wewe kama wewe. Unaelewa? Kujifunza kwa watu wengine sio kitu kibaya, lakini jitahidi sana kwenye maisha yako. Kuna dada mmoja napenda kweli, anasema hiki kitu, anasemaga ili neno, jitahidi sana kwenye maisha yako kuishi kulingana na kile ambacho Mungu amekusudia wewe ukifanye. Nikimaanisha kuishi kuwa wewe kama wewe. Unaitwa Aileen, unaitwa Neema, unaitwa Gladness, unaitwa labda Paulina, vyovyote vile unavyoitwa, jitahidi kuishi wewe kama wewe. Utofauti wako ndio utakaofanya watu wengine wote wavutiwe na wewe. Na kwenye utofauti wako, pointi yetu ya pili, jitahidi sana, kwa sababu utofauti wako unaenda na kusudi. Tabia yako iwe ni tabia ambayo ujiulize, ningekuwa mimi, yani kwamba mimi ndo najitendea, sio nawatendea wale. Kwa ukitaka kuwa mtu wa kukumbukwa kwenye haya maisha, ukitaka ni mtu ambaye unataka kuacha alama mbele za Mungu, hata kizazi kijacho struggle, unaelewa, kipate baraka kupitia sehemu ambazo wewe umepita, jitahidi sana kwenye maisha yako. Jitahidi sana kutenda mambo ambayo yanafanya Mungu ajitolee utukufu. Unaelewa? Pointi ya kwanza nimesema jitahidi kuishi wewe kama wewe, ili kusudi uliishie kusudi lako, kwa sababu kila mtu ana kusudi lake hapa duniani. Lakini kitu cha pili nakwambia kwamba matendo yako, unaelewa, yawe ni matendo ambayo ungekuwa unajifanyia wewe mwenyewe. Yani kama vile ambavyo unaamka asubuhi unajitendea vizuri, ya basi matendo yako yatendea watu wengine hivyo hivyo vizuri. Kwa nini Tabitha alisimama kama mwanamke wa kukumbukwa mbele za Mungu na mbele za watu? Kwa sababu matendo yake yalikuwa ni matendo mema ambayo yanamwakilisha Mungu, lakini sio tu Mungu, anawakilisha utu wake wa ndani. Na sio tu utu wake wa ndani, yanawakilisha pia kwamba mtu wake, yule mtu anayemmiliki ni mtu wa namna gani. Lakini pia alikuwa anawakilisha jinsi ambavyo anajitendea yeye. Kwa sababu nataka kukuambia kitu kimoja, ukiwa unawatendea watu wengine vibaya, unatufundisha kwamba hata wewe mwenyewe unajitendea vibaya. Kwanza haujipendi. Ukiwa unatukana watu wengine matusi, hata wewe unajitukana. Kwa sababu ukijigonga tu kidogo lazima utatukana tu, si ndivyo? Ukijikwaa tu kidogo lazima utatukana tu, si ndivyo? Sasa kitu kama hicho hakipendezi, especially kwa mwanamke ambaye unamfahamu Mungu na kumuelewa Mungu. Kwa hiyo tunamwona mtu kama Tabitha alikuwa ni mtu kukumbuka mbele za Mungu na mbele za watu kwa sababu ya matendo yake. Unaelewa? Tabitha hakusema kwamba siwezi kuwatendea watu wema kwa sababu wengine hawafanyi. Siwezi kuwatendea wajane hawa vizuri kwa sababu kuna watu wengine ambao wanawatendea. Labda kuna shirika ambalo limejitolea kuwasaidia wajane, kwa hiyo mimi siwezi kuwasaidia wajane. Akasema hapana, nitawasaidia wajane hawa ambao wapo hapa, bila kujali kwamba kuna mtu mwingine ambaye pengine amewahi kujitokeza kuwasaidia wajane hawa. Sio kama kuna mtu ambaye umenielewa hapo. Kwa ukitaka kuwa mtu wa kukumbuka mbele za Mungu, uache alama kwenye kizazi chako, uache alama kwa watu wako, jitahidi kutenda matendo mema. Jitahidi kutenda yale matendo ambayo unajitendea wewe mwenyewe. Unapenda unywe chai kwenye kikombe kisafi, basi usimpe mtu mwingine chai kwenye kikombe kichafu kama wewe upendi hivyo. Kwa sababu hata Biblia inasema watendeeni wengine vile mnavyopenda mtendeo. Kusoma kwenye Mathayo 7:12. Lakini pia kitu cha tatu, ukitaka kuwa yule mtu ambaye unakumbukwa, jitahidi sana sana. Inafikiri point no, pengine ingekuwa ya kwanza lakini nimeweka kwa ya mwisho, kuwa na ibada na Mungu. Ukitaka kuwa mtu wa kukumbukwa mbele za Mungu na mbele za watu, kuwa sana mtu mwenye ibada mbele za Mungu. Kwa sababu kilichofanya wajane hao wamkumbuke Tabitha, si tu kwa sababu alikuwa anawashonea nguo, si kwa sababu alikuwa tu labda anaishi kama Tabitha. No, ibada zake mbele za Mungu, sadaka alizokuwa anazitoa mbele za Mungu, ndizo ambazo zilifanya hata Mungu akawashukia hawa watu, wakakumbuka kwamba kumbe Tabitha ni mtu mzuri. Kwa hiyo kuwa mtu wa ibada, kuwa mtu ambaye unamtafuta Mungu katika nyakati zote. Biblia inatuambia kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mimi atakavyokujia, kusoma kwenye Ayubu 22:21. Lakini pia inatuambia kwamba mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa, ukisoma kwenye Mithali 31:30. Naelewa? Kwa hiyo kama mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa, basi pia mwanamke ambaye anamcha Bwana ndio mwanamke ambaye atakumbukwa. Leo hii tunamwona Tabitha anasifiwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa ibada, ni mtu ambaye anamtafuta Mungu muda na masaa yote. Anatafuta uso wa Mungu, na anatafuta uso wa Mungu kwa kufanyaje? Kwa kutenda matendo mazuri, kwa kuishi yeye kama yeye, lakini pia kwa kutoa sadaka, kwa kupata ushirika na Mungu.
Kwa sababu kuna watu ambao wanatenda matendo mema ili kusudi wasifiwe na watu wengine, lakini pia kuna watu ambao wanaishi wao kama wao ili kusudi wapate sifa na umaarufu wao kama wao. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anafanya vyote hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa sababu Biblia inatuambia kusoma kwenye Wakolosai 3:17 kwamba lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo na lifanyike katika jina la Yesu Kristo. Kwa ili kuwa mwanamke wa kukumbukwa, ili kuwa mwanamke ambaye umeacha alama mbele za Mungu na mbele ya wanadamu, na kizazi chako umekiacha sehemu salama, jitahidi sana kufanya hivyo vitu. Ukiishi wewe kama utalitimiza kusudi lako la wewe kuwepo duniani, na ukishatimiza kusudi la wewe kuwepo duniani, hata kizazi kijacho kitatembea kwenye zile nyayo. Lakini kitu cha pili, matendo yako yakiwa mazuri, Mungu hawezi kuacha matendo yako yakapotea. Biblia inasema kusoma kwenye Mithali 19:17, ambaye maskini amemkopesha Bwana, Bwana atamlipa kwa tendo hilo. Hata kama Mungu hatakulipa wewe, kuna kizazi nyuma ambacho kinakutazamia wewe, unaelewa? Kwa watalipwa yale ambayo wewe haukupata matunda ya hicho kitu.